Hapo zamani, ila si za kale, paliondokea wapenzi wawili, Opiyo na Claire. Mapenzi yao yalishamiri na kukita mizizi mchangani. Claire alikuwa anainjirisha kwa nyimbo. Sauti yake ilichukua na vyema na mapigo ya kinanda, na matokeo yake yakawa ni mziki mufti wenye kuongoa nafsi. Mapenzi ya wawili haya yalimfanya Opiyo kumlipia Claire karo ya chuo kikuu. Mwanzoni, Claire alikuwa amekubali kuwa mke wa pili, kisa na maana Opiyo alikuwa akishaoa na alikuwa na mke na watoto wawili. Ila baadaye Claire alibadilisha mawazo na akamjulisha Opiyo kwamba hangetaka kuwa mke wa pili. Maneno haya yalimghadhabisha Opiyo, akapandwa na madadi na kuudhika upeo wa maudhi. Hisia ya aibu iliyeyuka ikampanda ibilisi wake, ibilisi wa hasira. Laiti Claire angalijua alikuwa anacheza na cheche za moto ambazo zingemuunguza. Opiyo alitaka kumparamia, amchane-chane, amponde-ponde, amsage-sage na amsongoe-songoe. Duru za kuaminika zinasema kuwa Opiyo alionekana akimfuata Claire kanisani huku amebeba bunduki mkononi, akiwa na nia ya kumjeruhi mpenziwe Claire. Hata hivyo, Claire aliwekwa mafichoni asije akampata Opiyo. Baada ya juhudi hizo kugonga mwamba, Opiyo alipanga njama na kumtuma mwanaume mmoja kumwagia Claire acid usoni. Kwa sasa Claire amelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta akiwa anauguza majeraha mabaya. Tunamtakia Claire afueni ya haraka, na kwa Opiyo sheria ichukue mkondo wake, kwani ashakamatwa. Ama kweli chuki hushinda bunduki. Na alishuka jahazi. Mimi ni Chepkorir Kimani. Kwa heri.